Karibu kwenye Duka Huru Podcast. Upo na mimi leo hosti wako Irene Mushi pamoja na dada Omi Msuya. Karibu sana. Na leo tutaongelea mahusiano ya Gen Z. Guess what? Mahusiano ya Gen Z bana. Yana balaa. Kwa hiyo smile tu. Naonekana una Gen Z wako mahali. Acha kabisa. Mapenzi ya Gen Z ni red flag. Kwanza, ukiwa kwenye mapenzi na Gen Z ni mnategeana kutextiana, tuseme kutafutana. Ndani ya mwanze mwenzake. Yaani sijajua yani ukanda na wanasema baada ya Gen Z wanakuja kizazi kinaitwa Alpha. We start again from where we ended. Jiulize kama Gen Z wako hapa, Generation Z. Au Alpha akoje? Ni hatari. Nakumbuka kuna siku nilikuwa naongea na mtu. Akaniambiaje vitu tu hivi 2005, 2008 hapa katikati. Sasa hivi ndio vina miaka 20, miaka 18, miaka 17. Wana mambo makubwa, hatari. Yaani hatari. Siku wakati tunaongea nikamwambia alikuwa busy na simu. Nikamwambia sasa ulishakutana na mtu ambaye yuko busy afu ameconcentrate like nikamwambia umeachwa. Akaniambia mimi mtu aniache nika hivi serious. Yaani hata haiwezekani, yaani dada haiwezekani. Mimi kwanza siachwi. Ukiangalia hapo kitoto cha 2008 hicho anakushinda wewe. Mimi siachwi. Nikasema unafanya gaia nini? Anakwambia unaniacha mimi nakuangalia. Yaani ukipenduka nina mahusiano miezi 3. Gen Z wanahitaji si ni comfort, labda unajua kwa mfano wazazi wetu wengi kwa mfano nyumbani wanasema kipindi chetu sisi ilikuwa ni kawaida. Hata kama akija mtu akasema nataka binti yenu aolewe na mwanangu, au watoto hawajaonana wamefunga ndoa. Kweli. Lakini maisha ya siku hizi ni tofauti. Mamangu mimi alikuwa anasema tu mnahitaji maombi sana. Mahusiano ya siku hizi sio rahisi. Alafu sasa walokuja kuyaribu. Achana tena watoto 2000. 2000 mpaka 1919 huko. Hawa wana shida sana. Walioanzia 2005. Yaani mimi ninalia na hao 2005, 2007, 2008. Wana balaa. Wana mambo mazito. Yaani kwanza ukiachana na mambo mazito, kuna unayapa uzito. Mazito? Hata uzito wenyewe ufikii. Ushakutanaga na Mercury au ushasikia stories za Mercury zinavyokuwa. Wanasemaga ni uji. Sijai kuona lakini nasikia stories zake. Ni mzito mno. Watoto mahusiano ya Gen Z. Yaani sijui niseme yaani wako heartbroken mpaka wamekuwa na ganzi. Mimi sielewi. Yaani people don't give a shit about anything. Yaani hajali kabisa. Alafu inapokuja shida nyingine moja. Yaani jinsi ambavyo wako yaani wapesi kupotezea mambo ndivyo wepesi yani pia kuchukulia kila kitu. Unaweza kukuta binti miaka 18 ana mahusiano yake, unajiuliza wewe ukiwa na miaka 18 ulikuwa na hali gani? Unabaki tu ikiwa na miaka 18 nilikuwa ndio kipindi hicho unakimbizana na elimu, huelewi, unahangaika huko. Mambo yani ukija kukutana kwamba ni vile boyfriend vya yaani story ukiachana utaniana unaweza kujikuta huko kwenye mahusiano hata mwenyewe hujui. Yaani mahusiano hapo kwenye midomo ya watu just because uko close na huyo mtu. Lakini binti sasa hivi miaka 18, kwanza miaka 18 tayari anaweza kukuta unapatana na mtu ana watoto 2 watatu. Binti miaka 18. Kijana miaka 18. Tayari ana majukumu mpaka anamuuliza Mungu wangu unatokea wapi? Huyo kijana mpaka fishi miaka 20. Amechoka. Mpaka siku nilikutanaga na msichana kwenye maisha ya hospitali na nini. Nikiangalia umri wake miaka 18. Tayari ana mtoto na ana mtoto mwingine mkubwa na ni single mother. 18 years. Usingle mother mtu unaupata ukiwa na umri mdogo. Hafifu. Hafifu tuseme. Umri hafifu. Si kama ni Kiswahili kinacheleka lakini umri hafifu. Miaka 18. Mtu tayari ni single mother. That is single mother afike 20-25 years ana hali gani?
Afu ukiangalia vijana wa sasa, yani akishazaa ni mtoto mmoja au wawili anachoka, alafu kutana na wale ambao wa 95 98 huko. Hata wewe sasa hivi niseme nikuweka wewe na mama yako, yani hamna rika sawa? Sawa, yani tuko sawa, umeona. Lakini sasa ukiachana na ni vyakula tunavyokula, mazingira tuliyokopo nayo sasa hivi, unakutana na nyanya ishachomwa hadi sindano. Nyanya unajiuliza imechomwa sindano ilikuwa inaumwa nini? Hujui. Umeona vyakula tunavyokula sasa hivi labda vinalipua miili. Mpaka unajiuliza, yani mtu akwambia nina miaka 18, ukimwangalia miaka 18 huo mwili unaupeleka wapi? Mtoto wa miaka 15 stories zake anaweza kukaa na mtoto wa miaka 20, 25, 30 na akapiga story vizuri kabisa. Kuna siku nilikuwa napita mahali, nilikuwa na mtu mdogo wangu ananifuata mimi, ni mdogo sasa hivi ndio yuko chuo, ameanza first year. Nilikuja kukutana na dada ambaye amemaliza, yani baada ya mdogo wangu kumaliza darasa 7, ndio yule dada alikuja kumaliza miaka 3 baadaye. Kwa hiyo kwa umri wa kawaida unaweza kusema sasa hivi ana miaka 18, 19. Lakini mimi na yule dada, mimi mdogo. Unaonekana mdogo yeye. Kwanza ni mnene mkubwa. Mpaka uliza, yaani unapishana na mtu unajiambia moyoni, why don't I say shikamoo? Anakuamkia wewe unasema shikamoo tena. Yaani ningekuwa mpaka naambia yule ni fulani, ni shida sana. Mpaka ni kweli. Haya ndio unakutana sasa. Jinsi mnahitaji maombi sana. Hichi kizazi sio kimeharibika kisaikolojia. Sijajua malezi pia yanachangia. Lakini ukiachana na hivyo, unaweza kukuta muda mwingine mzazi kamlea vizuri sana huyo binti au kijana. Anajaribu mwenyewe. Dunia inafundisha, unapomfundisha mwanao. Makundi pia, marafiki pia. Unajua kuna wale marafiki ambao club kama ni kwao. Yaani pombe, vinywaji ambavyo vinalevya kwake kama maji au soda. Yaani mtu anakuambia nimeamka asubuhi, kaamka na hangover, au nimeamka asubuhi nimekunywa 1 2 3. Yaani anaona kawaida kwa sasa hivi hawa Gen Z. Lakini kwa wale ambao wa zamani, kwanza mpaka ukimkuta mtu anakunywa hadharani, inakuwa ni sio kama sasa. Haoni shida. Yaani kwanza heshima pia. Gen Z yani kwenye heshima yani sasa hivi ndio yani hajaji. Aidha kakutana na mkubwa au lika lake, maneno machafu yani ambayo lugha ambazo haziko katika jamii, yani wao ndo wanaona ndo salamu zao. They don't care. Yani they don't care kabisa. Yani wanaishi tu ni kwa sababu wameikuta dunia. Labda walipewa, unajua kufikia 2005, 2006 dunia ambayo yani ilivyokuwa mwanzoni. Kila kitu kwanza kilianza kupanda thamani miaka hiyo. Ukiachana na miaka ya nyuma. Kwa hiyo wao wakati wanakuwa walikuta tayari dunia ni sehemu salama. Hakuna vita, hakuna cold wars, hakuna chochote, demokrasia ipo. Ni kwamba tu nchi yetu demokrasia yako hujapewa in 100%, lakini it's a democratic. Una uwezo, umekuta social media are there. Sasa hivi ukija kuangalia kipindi cha nyuma, tulikuwa tunapiga vile vya kuchezea vile wanaita vinyanga si vinye. Sasa nowadays kwanza mpaka tuingie kwenye kokomelo. Angalia kokomelo. Wafikiria haya, ukiachana na hivyo, simu ndio kitu ambacho ndio comforting zone. Ukienda hata nyumbani, hata kama kwenye mazingira yetu ya kawaida, TV iko pale imewashwa, umekuta familia imekaa, baba, mama na watoto. Everyone is busy. Yaani TV inakuwa inaongea yenyewe. Kuna mtoto miaka 2 anajifunza nini? Mwisho siku mnaishia kuzima TV. Siku hizi TV, yaani hata unakuta hao ambao wanakuwa na miliki hizi channels za TV, inabidi wawe na channels nyingine, wanatengeneza apps kwa ajili ya simu. Umeona? Yaani mazingira ya sasa hivi ya kumkuza huyu mtoto yamekuwa na teknolojia kubwa sana. Technology is good. Lakini yanaharibu mahusiano ya kizazi cha sasa hivi na familia na jamii na kila mtu. Kwa hiyo that's all. Yaani sijajua jinsi gani tunaweza kukomboa hichi kizazi
tukakifanya kiwe salama zaidi. Labda kipindi ambacho wanazaliwa wanakuwa walionyesha dunia ni sehemu salama. Zamani ilikuwa mpaka uweze kumpigia mtu simu akiwa USA, akiwa Amerika, si Uingereza, whatever. Ilikuwa ni gharama na ilikuwa ifikiki kwa rahisi, si ndio? Sasa hivi mtu yuko popote pale, unaweza ukaingia bathroom mnaoga wote. Ni sumeelewa. Kwa hiyo akaonyesha kwamba dunia kwanza imefanywa kuwa kijiji ikiwa na tamaduni nyingi sana. Sasa hizo tamaduni sio za Marekani peke yake. Tamaduni za kumpisha mtu kwenye siti sio za Marekani. Yani ukienda kwa mataifa ya wenzetu wanakuambia habari ya kumsalimia mtu shikamoo, kwenda kanisani, kwenda kufanya nini. Hizo ni zilizopitwa, zilipendwa. Yani ukienda kwenye makanisa ya wenzetu huko nje, vijana, yani kanisa limejaa wazee. Kweli. Kwa mfano sisi kipindi tukiwa chuo, tunasoma ni somo la gender, lakini kwenye gender tunajifunza vitu vingi. Gender and politics, on how wanawake wana practice. Sasa wanawake wale tunaanza ku arrange kutokea kwenye umri wa miaka 0 mpaka miaka 45. Alafu baada hapo hivyo. Kwa tulikuwa tunasoma na wanafunzi wengine walikuwa wanatokea Ujerumani, wengine wanatokea Denmark, Sweden na nini. Unamuuliza mtu labda on how they practice gender and religion. Mtu anakuambia kabisa, sina dini. Sina dini. Sumela. Haya, unakuta huyo kijana kaka kwenye simu. Waloleta dini wenyewe wanasema hawana dini. Who am I? Kwa sababu tunajua dini Afrika ililetwa na wazungu. Kipindishwa wanakuja kwetu, wanafanya nini, wali inspire dini tofauti tofauti. Waarabu wakaleta Uislamu. Wazungu kutoka Uingereza, kutoka hapa walileta Christianity. Kwa hiyo huyo mtu kutoka huko anakuambia I don't believe in Jesus. I don't believe in this. Mimi nashika dini ya kazi gani? Kwa hiyo tayari tuna vijana ambao hawaendi kanisani. Hawataki kujishughulisha chochote kuhusiana na dini. Just because tena utasikia sijemwacha Mungu, nimeliacha kanisa. Ndio lugha zao. Kwamba nakosa muda wa kwenda kuabudu. I need to find money. Yaani pesa iko mbele kuliko ibada. Muda mwingine utamwambia labda mtu ukitaka kufanikiwa toa sadaka. Anakuambia makanisa ni biashara. Yaani ndio wanavyosema sasa hivi. Kila mtu ana kanisa, kila mtu ana kanisa. Kwa anakuambia nikitoa naenda kuwafaidisha wao. Sitoi kwa ajili ya Mungu. Tena kuna msimu anasemaga ukitaka gari mchungaji anakupigia maombi. Lakini mchungaji akitaka gari unachangia. Lakini unajua mitazamo hii kuna sheria za kifedha. Mtu ana uwezo wa kupata hii elimu popote, hata kija duka huru anaweza kupata elimu. Ukitaka pesa, jifunze kutoa. Kweli kabisa. Yaani popote unapohitaji hela ya kitu chochote, jifunze kwanza kufanya nini? Kutoa. Unapotoa ndipo unapokea. Ndio maana hata shule tunafundishwa kinyume cha hasira, furaha. Kinyume cha kutoa, pokea. That is how things goes. Umeelewa? Lakini sio kumaanisha kwamba ukifanya mambo mabaya kinyume chake utafanywa mema. Hakuna. Hiyo haijai kuaga hapo. Tena hasa kwa Gen Z, ukifanyia baya na kulipiza kwa baya. Siku hizi ukuta umpanda daladala Gen Z ya nyenyuki. Gen Z sasa hivi hakuna kijana mwanaume mmoja wala mwanamke mmoja. Hakuna. Ni msururu. Gen Z hao matatizo kila kukicha. Yaani sasa hivi hata ukienda kituo cha polisi, wewe angalia takwimu ya waliokamatwa. Kweli. Zamani ukuta mpaka mtu aende jela ni mtu mzima huko. Sasa hivi vitu vidogo. Nilikuwa napitia Instagram leo. Kuna wapi huko, ni nchi gani ile? Kitu kama French. Wa mtoto, yani kijana wa miaka 18 alikamatwa akiwa anaiba. Kwa hiyo ikabidi wale maaskari, ndio ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa, ndo siku yake, ikabidi wamsubirie mpaka asherekea ile siku yake ya kuzaliwa, na pia wao wakajumuika naye kumwimbia. Then after hapo ndo akampeleka jela. Hebu niambie. Happy birthday to you. Kituo cha polisi kinasubiri.
Ukimaliza hapo unaenda kuhukumiwa. Haki sawa. Yeah. Unyimwi kusherekea. Unyimwi kusherekea siku yako. Labda haki za binadamu zinatuharibu pia sana. Na sasa hivi sitaki kuliongelea hili, lakini yaani kwenye hizi haki imekuwa pana. Mimi naweza kusema naomba nikuoe, ikawa ni haki yangu. Na uruhusiwi kunikamata kidunia, kiulimwengu, kiumoja wa mataifa, kinini. Lakini kitanzania, kiafrika, that is not right. Kabisa. Yaani utakuta sisi tunamhitaji Mungu zaidi, sisi tunahitaji nini kwa kizazi hiki? Yaani itafikia point, ndio maana basi siku hizi hata ndoa zimekuwa ni ngumu sana. Wazazi wetu tunaikuwa tumezaliwa kwenye familia, tunakuwa tunawaona they love each other. Kwa hiyo kujikichwa chako unasema whenever I want, yani I get a man, I need a man like my father. Kama babangu. Nataka mwanaume kama babangu. Kama afu unakuja kukutana sasa na vijana wa siku hizi. Maana wameenda mbali sana, vichwa ngumu. Na Gen Z ndio washawaharibu. Yaani sasa hivi niseme Gen Z wana nguvu mpaka kwa watu wazima. Kweli. Yaani sasa hivi Gen Z anakuweka chini, anakupanga, unaenda. Kabisa. Yaani ukikaa vibaya unaweza kukuta zamani tulikuwa tukitaka ushauri, tulikuwa tunaenda kwa wazee. Kweli. Siku hizi ukitaka ushauri unamuuliza AI, ChatGPT. Na hiki Gemini. Kiukweli hata mimi nafanyaga hivyo. Tena ni jana tu nilitoka kufanya hivyo. Nilikuwa na chat na ChatGPT kama naongea na mtu, yani kama na conversation na binadamu mwenzangu. Na kile kitu kinakuja kama ulivyoenda, yani ana respond. Yani sasa hivi ukitaka ushauri utamfuata mzazi, yuko busy. Huyo kijana sasa hivi. Na ChatGPT AI ni AI kabisa. Mwana hawezi hawezi kukujibu kinyume na unachokitaka. Kwa unaweza kukuta kijana labda alikuwa anataka ushauri kutoka kwa mzazi. Mzazi yuko busy. Right now hela imekuwa ngumu sana. Kwa unakuta mzazi yuko busy. The same person unakuta anataka school fees, anahitaji mahitaji yake na afanye kazi popote. Japokuwa sasa hivi naona vijana wengi wanatumia social media, wanatumia kupata kipato and they are doing good by the way. Wanajua ku deal na what they have. Kukamatia fursa wanajua. Hiyo tunawapongeza. Lakini unakuta mda mwingine wanahitaji ushauri. Mfano nifanye nini ili nifanikiwe, nitoe stress. AI atakwambia fanya vitu vya kukupa furaha. Utamwambia labda niende club, nikinywa pombe kidogo. Utamwambia kidogo, yeye hata pima ni kidogo kiasi gani unachokiongelea hapo. Kumbe kidogo unaongelea labda ni za kunywa labda kwa masaa 3-4. Nikinywa pombe kidogo sinaweza kuwa na furaha nikasahau matatizo yangu. Yeye atakwambia absolutely. So umeelewa? Kwa hiyo moja kwa moja people are using, yani wanatumia AI for everything. Ndio maana nasema siku hizi hata mahusiano yamekuwa ni magumu sana. Mtu anataka chochote, yani anaona kabisa AI inamjali kuliko the boyfriend or the girlfriend. At the end of the day hawajaachana, lazima mtaachana. Ndoa ngumu sana, yani ni ngumu sana. Badala ya kujenga maisha, umeolewa unafanya maisha mengine endelee, the only comfort you get is your phone. Mume kakaa pale, zamani ulikuwa kuta mume kakaa, mama wanacheza na mtoto, they are communicating, they are connecting. But nowadays sasa hivi baba utakuta yuko kama ni TikTok, mama yuko TikTok, mtoto kaekewa Cocomelon. na utu tablet tu nani? Tomaskio. Yuko busy na Cocomelon. Mama naye yuko busy na TikTok, anacheka kabisa. Cheka vizuri kabisa. Yani that is how things goes. Nowadays mambo yamekuwa ni magumu sana. Yani havipo kama vile ambavyo mtu anaweza kuexpect. Yani kile tokea labda hata tuseme mtu wa zamani ambaye amefariki muda mrefu. Tuchukulie hata Nyerere arudi sasa hivi. Atashangazwa na mengi kwa sababu kwa accommodate maisha. Unajua human being anakuwa innovative kwenye mazingira yake. Yani shida yake ni kwamba awe comfortable through it. Yani kila anachokifanya anachokitaka akipate on time. Lakini kwenye ku make hiyo dunia iwe suitable kwake, amekuwa ana innovate mpaka vingine ajua hata ameanzia wapi. Yani there is no point of turning back. Yani inakufanya mazingira yetu sasa hivi yanakufanya uwe innovative.
Sasa mapokeo ya hizo innovation ndio shida inapokuja. Unaweza kukuta zilikuwa AI imewekwa kwa ajili ya kumsaidia mtu, lakini nowadays Gen Z association ya AI imekuwa sio tena msaada. It's like umerecruit robot ku work for you. Yaani tunafatisha AI kama vile ndo intelligence yetu imeishia. Nenda vyuoni, nenda popote, kila kitu tunatumia AI, hata makazini. Unaweza siku nilienda hospitali, I'm sorry, lakini nilienda hospital. Hivi ushakuta unaongea na daktari unamuelezea shida zako? Anaingia kwa AI. Yuko AI tena muda mwingine anaweza kaeka hapo kabisa AI inasikiliza shida zako inakupa jibu. Na tule tu watch AirPods. Usiseme basi. Mimi ndo muda mwingine nasemaga marafiki zangu nilosoma nao, nimemaliza nao chuo ambao walikuwa wanachukua kozi ya udaktari. Na ukiona nimeingia chumba cha daktari na wewe ndo the doctor, toka nje niletee daktari ambaye simjui na kujua. I know you. ChatGPT password. Wewe mtu anamtani kesho, leo yuko club, afu unaambia unaenda kunifanyia operation na kichaa. Na wazimu. Nimeona clip moja hivi Instagram. Wanasema haya sasa hiki ndo kizazi cha Gen Z. Madaktari wako wanamfanyia mtu operation. Pembeni kuna muziki, wameweka redio. Sio nchi gani ile? Wameweka redio kabisa. Unajua wako busy na operation lakini yani wanacheza, yani wana feel ule muziki na huko wanaendelea na kazi yao. Mpaka nikasema hivi inawezekanaje? Hivi uje kuonaga ukiachana nayo. Kuna kitu nimekiona last week, lakini inaonekana ni cha zamani. Kuna clubs zipo sasa hivi ukiingia ziko lakini watu wanacheza muziki vizuri kabisa, unavaa headphones. Unasikia tu vishindo vya viatu na miguu. Mwanzoni wakati na scroll through those videos, ilikuwa ni TikTok kama so Instagram. Akati na scroll, I didn't understand what it was. Mimi niliona tu mpaka nilipokuja kuona ile tagline mtu ameandika. Ndio nikasema hey, kwa hii ni club. Kwa hiyo muda mwingine kwa nikasema Gen Z wameaccommodate tena kwa mara nyingine. Hata kuna ile muda mwingine umeenda club, labda unakuta ameenda club kapiga simu labda na mzazi wake, kusema mama siri kelele zile. Kwa sababu anasema no, niko for discussion, kwa sababu sema ipo kimya haina kelele. Na mzazi hicho ni nini? Amna, hii ni meza tu. Lazima uamini. Ndio maana nasema ni binadamu hatutaacha kutafuta. Yaani kwenye kila kitu kuna namna tu kaku cross check. Jamani, tutafika tu lakini. Tutafika tumechoka lakini. Tumechoka sana. Mungu. Lakini Mungu endelea kuwalinda. Kuwalinda na kutulinda kwa sababu tuko nao kwenye jamii. Yaani jinsi ambavyo wanachukulia vitu sio kama ambavyo wao wanachukulia. Na wanahitaji mafunzo zaidi. Wanahitaji caring. Yaani inabidi watengeneze, familia zitengeneze ashajio nzuri kwa ajili ya yaani ukienda kwa mfano kwa wenzetu, wachukue basi hata mifano. Kwa sababu dunia ni kijiji. Waangalie Marekani wanafanya nini on how to handle their kids. Kwa sababu mtoto akiwa mdogo mpaka anakuwa, huyo mtoto ana daktari wake, ana mwana saikolojia, ana mwalimu, ana mzazi huyo, ana walezi wa pembeni, hadi marafiki. Lakini kwa Tanzania, mzazi umetoka zako mama ntilie, umeenda zako kupika chakula chako huko, umeondoka asubuhi saa 12, umerudi saa 1 jioni, umerudi jioni saa 3, urudi umechoka huko home, mpaka kitandani umelala, hujui mtoto ameendaje, unauliza tu, "Where is he? Upo? Umefua shati la shule kesho?" Soksi, tunakumbuka kufua soksi asubuhi. Ushaiona hiyo? Anafua soksi asubuhi. Wewe jiulize mtoto anaenda shule. Umeelewa? Amisi huyo utakuta kaenda shule kachapa, kashachukia shule. Zazi ujali. Amisi huyo kakutana na jirani, kamharas, kamwambia njoo kwanza huko tuongee.
Ndio maana unakuta na kesi za kulawitiwa ni nyingi. Mzazi ujali. Kwa sababu pia mzazi pia anakuwa amechoka. Hata kama kuchoka, kwa nini usimjali mwana? Fikiria Hamisi mtoto wa kwanza ana miaka labda 13. Mtoto wa pili ni Halima ana miaka 7. Hamisi ndo anamlea Halima. Mama uko bize. Kisingizio single mother, kisingizio tuko bize, baba na mama mpo, baba akasafiri kikazi. Watoto siku hizi wanalelewa na dada wa kazi. Sio kitu kibata, sisi tulilelewa na dada wa kazi. Kweli. Lakini give yourself a time. Jipe muda kwa ajili ya huyo mtoto. Alafu unakuja kutegemea huyo mtoto atakuja kuwa mume bora au mke bora. Anautolea wapi huo ubora? Wakati mama mwenyewe anashindwa kumuelekeza ubora. Unakuta huyo Halima kujifunza hata kusonga ugali alifundishwa na ChatGPT. Tia unga, acha kwa dakika 5. ChatGPT mdawa na kichwani mwake, wewe unatumia jiko la umeme. Wewe tumia umeme. Kumbe mwenzangu umekaza kwenye mkaa, una habari. Halima anafundisha usonga ugali. Uje kuchemka ugali. Baada ya hapo koroga kidogo, eka na mchanga. Ashindi. Maana ChatGPT na hizo nyingine na kielewe. Umefanya vizuri sana. Yaani unajiuliza what is going on? Kwa kweli, our podcast today it was good, lakini wazazi tuangalie, tu cross check malezi yetu. Mahusiano ya kwako wewe na mtoto wako, mahusiano jua hayataishia hapo. Huyo mtoto ataenda kuhusiana na watu wengine, atakutana na mtoto mwingine, watatengeneza mahusiano, ataenda shuleni, atakuwa na mahusiano yake na mwalimu. Yaani anza kumjengea mazingira ya yeye kujua ni jinsi gani anaweza ku accommodate kwenye mazingira yote, na kila kitu kikaenda kama ambavyo umemlea. Yaani jitengenezee mazingira mazuri. Mahusiano ya Gen Z wa sasa hivi, wachana na Gen Z wa miaka 2 iliyopita. Sasa hivi wamekuwa mishangazi. Kuna Gen Z wa kipindi wa 2005, 2007, 2010 na wanaoendelea. Yaani wana shida sana. Mazingira yao sio mazuri. Yaani the way tuna accommodate nao ni kwa sababu tu ni tikiti bovu limeota shambani kwako. Huwezi kulitupa. Yaani itabidi tu utafutie namna ya ku accommodate. Assume ni shamba zima ndio liko hivyo. Kwa hiyo tunahitaji maombi. Tumefurahi sana na umekuwa pamoja na sisi. Tunakushukuru, mada yetu imekuwa nzuri. Unaweza kutuambia kwenye caption on how tunaweza kuwasaidia hichi kizazi zaidi na zaidi. Sasa tunajua changamoto ni nyingi, na jinsi gani hata kama kuna changamoto wanaweza kuzigeuza kuwa fursa. Asante sana, karibuni Duka Huru, podcast is here. Asanteni.